Njoroge. Niko pale katika mji wa Imali. Bwana Yesu asifiwe. Na wangapi washaifika Imali? Ni kanisa liko hapo Imali. Haleluya. Na ninamshukuru Mungu kwa kuwa mahali pale. Nimeona mkono wa Bwana akitenda mambo makubwa. Jehova ametenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu ambaye ametenda pale hata hapa atatenda. Amen. Ni iwe tu uko na imani. Ningependa tu kuchukua dakika chache kwa sababu tumesifu, tumeomba, tukapata kulisikia neno la Bwana kwa muda mfupi, na nina imani utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yule ambaye andika kichwa umoja umebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ambapo watu wako na umoja kuna baraka. Kwa hiyo baraka zako zimebebwa na mtu mwingine, na vile ambavyo zimebebwa na mtu mwingine inabidi mpaka mtafute, mtengeneze umoja wa roho, na mtakapotengeneza ule umoja, zile baraka zitatoka kwake ziingie kwako. Lakini iwapo hautatengeneza umoja, zile baraka unaweza ukazikosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umoja umebeba baraka. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, ndio. Maana kile ambacho huwezi ukakifanya mwenyewe, unahitaji watu wawili watatu mshirikiane ili mkaweze kukifanikisha. Kile ambacho mkiwa wawili hamtafanya, mnahitaji mtengeneze ushirika wa watu 10. Na ndani ya ule umoja ndio baraka za watu zimejificha. Na kile ambacho shetani wanapinga, shetani anapinga watu wasiwe na umoja. Kwa sababu ukiwa na umoja, maendeleo yatakuja nyumbani. Atakachojaribu kukuzuia ni usiwe na umoja. Familia ambazo hazina umoja hazina maendeleo. Sio kama ushai study kitu kama hicho. Lakini mahali ambapo umoja umeingia, maendeleo na mafanikio wanayapata kwa wepesi, kwa sababu ule umoja unawatengenezea kuweka mipango, na kwa sababu umoja upo, wanayatimiza mipango yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu kikubwa unachopaswa kukizingatia ni umoja na ndugu yako mliozaliwa pamoja. Usimchukie ndugu yako, tengenezeni umoja. Usimchukie jirani. Huyo jirani ambao unamchukia, kwako kukiweza ingia waizi, nduru ya kwanza ndiye atakuwa kwanza kuisikia. Na kama mna umoja, atatoka akusaidie, kwa sababu hautapata madhara na jirani yuko pale. Kwa hivyo huyo jirani, tengeneza umoja na yeye. Mahali kuna umoja kuna upendo, na mahali kuna upendo kuna uzima. Mahali kuna upendo kuna baraka. Mahali kuna upendo Mungu hakai mbali. Mungu anakaa kwa hao ambao wako na upendo. Kwa hiyo nitazungumza tu maneno machache ambao yalizungumzwa na mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpatia kibali kikubwa. Alikuwa ni mfalme na pia alikuwa ni nabii, na pia alisimama katika nafasi ya ukuhani, na aliongea maneno ya hekima katika wakati wa uhai wake. Tasoma kitabu cha Zaburi ya 133 133. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Tazama jinsi ilivyo vyema na jinsi inavyopendeza ndugu wakae pamoja. Kama vile tumekaa pamoja, lakini kuna neno kubwa zaidi ya kukaa pamoja. Kuna neno umoja. Umoja ni kubwa kuliko pamoja, maana ndani ya umoja ndio tunapanga mipango inapangika kama hivi leo. Ndani ya umoja ndio utasikia kusimama katika nafasi wakati huo ambao tunaingia, na kutoa
kile ambacho moyo wako umekipenda, kwa sababu uko na umoja na uko na upendo, na hiyo umoja na upendo ndio imefanya kuja hapa leo. Daudi akasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ukitaka kufanikiwa, tengeneza umoja wa undugu. Hata hapo kanisani unaenda, tengeneza umoja wa undugu. Inapendeza mbele za wanadamu na mbele za Mungu. Ndugu wakae pamoja kwa umoja, maana mafanikio unayoona duniani ambayo Mungu aliyeumba aliyaleta, Mungu aliumba kwa kutumia neno umoja. Ukitaka kujua Mungu alikuwa anaomba kupitia neno umoja, alipotaka kuumba mwanadamu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano. Hapa hayuko peke yake, kuna umoja, kuna roho ambaye aliishirikisha habari ya uumbaji wa mwanadamu. Mafanikio yako yamejificha katika umoja. Baraka zako ziko katika umoja. Kile watu 10 wanaweza fanya, mtu mmoja hawezi. Kile watu 100 wanaweza wakafanya, watu 3 hawawezi. Kwa hivyo umoja, tengeneza umoja hata kwa familia yako. Naongea na wazazi ambao wako na watoto watu wazima kama mimi. Hao watoto watengenezee msingi wa umoja, maana watakapopata umoja, wapendane wao kwa wao, wajue kusaidiana wao kwa wao, hautakuwa na ugumu wa kuwapatanisha mara kwa mara, maana wao watajua cha kufanya na kwa wakati. Daudi akasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na kuuliza tu swali, unakaaga kwa umoja? Watu wa nyumbani mnapatana wote? Napenda anko, napenda anti, unapenda yule ndugu mkubwa, ama ndio anaitwa mchawi huko? Unamwita mtu mchawi, na huyo ukilazwa hospitali ndiye anatoa 10,000, na huyo ndio sasa unasema sio mtu mzuri, na huyo ndiye mtu mzuri. Tengeneza umoja. Bwana asifiwe. Ukitengeneza umoja, kunazo baraka zinakuja. Maana tukipatana, kama niko na baraka yako nitakupatia, tukikosana naenda na baraka yako. Tengeneza umoja hata katika kikundi cha maombi cha kanisa. Hiyo maombi kuna mahitaji mengine huwezi omba mwenyewe. Petro anatuonyesha ametengeneza umoja na kikundi cha kumwombea, kanisa linamwombea Petro. Alipoingia gerezani alishindwa hata kujiombea, kanisa lilo na umoja likaingia likaomba, akatoka. Kuna shida ingine, saa ingine kuna mawazo mengi, unashindwa kuomba. Rafiki yako aliyetengeneza umoja naye ndiye atakukomboa wewe. Ndiye atasimama katika pengo akuombee, akulilie kwa Mungu, na utaona ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Umoja unafananishwa na ni kama mafuta mazuri kichwani yashukao ndevuni, ndevu za Haruni yashukao mpaka upindo wa mavazi yake. Kazi ya mafuta ni kumweka mtu arembeke. Walio na umoja wana upendo, na wao walio na upendo na umoja, Biblia inatafsiri kama mafuta mazuri yanayoshuka katika ndevu za Haruni, alafu yanashuka mpaka katika mavazi yake. Ni tafsiri ya watu hao wanapendeza. Familia iliyo na upendo na ndugu na dada walio na upendo, hao watu wanapendeza. Hata watu wanawasemaga mema. Sema ile familia ya mzee fulani, wale watu wana umoja, wamejengea baba yao nyumba. Unajua ni vizuri kufanya mambo alafu watu wanaona, alafu watu wanasema, kwa sababu sasa badala sasa wakutamkia mabaya wanakutamkia mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawa ndugu wameelewa nafasi, na kwa sababu wameelewa nafasi, wametumia ile nafasi, wamefanya mambo yanayoonekanika. Watu wanasema hawa wanapendeza, wanapatana, wanasema, wanaongea sauti moja. Bwana asifiwe.
Na tukifanya hivyo, hata katika chadhi kilichotuleta tunakijua. Ama nani ajui? Tumkumbushe. Nani wakukumbushwa? Hakuna. Hao wanajua. Tufanye jambo la umoja wa upendo. Umoja wa upendo. Nikimalizia, Biblia inasema ni kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Mtumishi huyu alitazama vile ambavyo umande unashuka kutoka milimani, akafananisha ndugu walio na umoja vile walivyo. Wanafananishwa ni kama umande. Alipokuwa akiangalia umande unashuka kwa umoja hivi mpaka chini, akasema ni kama umande ushukao katika milima ya Hermoni. Mkiwa na umoja, mtakuwa kama mnaonekana mko juu, alafu mnashuka kwa pamoja, mnafanya mambo kwa pamoja, hakuna mambo yatakwama. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilienda kuombea mtu pale Makindu Hospital. Dada mmoja alikuwa amelala pale, ambaye alikuwa hawezi, na akiwa katika ile hali, dada yake walikuwa wamekosana, hivyo hakuja kumuona hospitalini, lakini mimi nilienda kuomba. Akasema hata nikifa asije kunizika, kwa sababu wakati nimelazwa hospitalini, hii ndio madhara ya kutokuwa na umoja. Maana roho ya umoja ikiwa haipo, roho ya mapingamizi inapata nafasi, na roho ya mapingamizi ni roho inatoka kwa shetani. Akasema mimi nikifa asije. Kwa nini? Wakati ni mgonjwa amelazwa hospitalini, kwa sababu hawajatengeneza umoja katika familia, hakuweza kuja kumuona hospitalini. Lakini na mimi nikaomba, nikasema hata kufa. Hakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya muda alitoka. Ninakuambia hivyo ili upate kujua ukitengeneza umoja ni kwa faida yako mwenyewe. Wakati utakuwa kwa shida ama uhitaji msaada wa ghafla, utapata kusaidika, kwa sababu utapiga simu moja tu kwa mtu ambaye mnapatana wa nyumbani, mwambie najua hili na hili, mtoto wangu amefukuzwa school fees, sijui nitafanya nini. Ni kwa sababu mna umoja. Atakwambia ni shilingi ngapi? 5,000. Baraka ziko ama hazipo? Akikutumia mtoto samerudi shuleni. Umoja ni baraka ya mtu. Enda utengeneze umoja, na katika chadhi tufanye jambo hili kwa umoja. Mbarikiwe sana. Amen.